Haleluya, mtazamaji wa Machilo Online TV, ubarikiwe sana wewe unayezidi kusubscribe channel hii. Unaweza ukajiuliza mbona nimependeza ndani ya green pamoja na gold kidogo. Kumbuka leo ni siku ya hitimisho, siku ya mwisho tangu kuadhimisha miaka 10 ya kumshukuru Mungu, na leo ni Jumapili ya tarehe 26 mwaka 2026. Hakika tumependeza, hakika tunazidi kumuona Mungu. Lakini leo nina mgeni wangu wa thamani sana, nina mgeni wangu special. Kama jana mlifuatilia ibada, nadhani mliona kwamba baba alitambulisha nina rafiki yangu wa muda mrefu sana. Hata mkinipigia simu ukiona inatumika, basi mjue nazungumza na yeye. Na yeye nipo na nani tutajua jina lako, ila cha kukusii tu usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Bwana Yesu asifiwe baba. Amina. Kwa kutazama kamera ili watu kufahamu, baba unaitwa nani na unatokea wapi baba? Mimi naitwa mchungaji Fred Ndembweru, natokea Mbeya Mbalizi. Ndio. Ni mchungaji, yani umo. Je, wewe rafiki yako ni nani? Rafiki wa babangu mimi ni mchungaji. Baba, natamani kufahamu, sisi tumemkuta mtumishi wa Mungu Prophet Uswege Mwegega katika ukubwa huu. Na jana alitutambulisha kwamba alisema kwamba wewe ni rafiki yake. Urafiki wenu mlianza kwa muda gani? Uswege moja ni mchungaji ambaye ni rafiki yangu, tumetoka pamoja, tumezaliwa maeneo mamoja. Mimi ni kaka yake, pia ni mchungaji. Kwa hiyo tumefanya kazi ya Mungu kwa pamoja kwa muda mrefu sana. Mtumishi wa Mungu Prophet Uswege Mwegega, kwa unavyomfahamu, ni mtu wa aina gani? Huyu mtumishi wa Mungu ni mtu wa pekee sana. Tangu alianza utumishi akiwa kwenye umri wake mdogo mpaka sasa, namshukuru Mungu, naona Mungu anamuinua viwango kwenda viwango vingine. Kwa hiyo nimeona mabadiliko makubwa. Ni mtumishi ambaye hana shida, ni mtu ambaye anampenda Mungu kwa ujumla wake. Natamani kufahamu katika urafiki wenu kipindi hajaokoka. Sisi alikuwa anatupa historia ya kwamba alikuwa ni mtu sana wa kujitenga. Hebu tuthibitishie, ni kweli alikuwa ni mtu kukaa peke yake? Ndiyo, kulingana na Uswege jinsi alivyoishi maisha yake wakati hajaokoka, alikuwa ni mtu ambaye ni mtu anakaa peke yake, anapenda kukaa peke yake kwa sababu hakutaka makundi mara kwa mara. Kwa alikuwa ni mtu anaweza kukaa peke yake, akawa amejitenga, hapendi yale makundi mengi watu wengi ya. Je, kwa sasa hivi kwa sababu yupo katika nafasi ya utumishi, tunasema labda yuko busy au yuko katika nafasi fulani hivi, huwa anakukumbuka? Sana. Na hata mimi, kwa sababu mimi ni kakake, nilikuwa nimetangulia kwenye huduma na nikiwa naimba, na wakati huo ni mhubiri, nilikuwa kiongozi wao kwenye kanisa, kwenye dini ambako tulikuwa pamoja. Kwa hiyo tumefanya kazi kwa muda mrefu naye tangu udogo wake, na mimi nikiwa nafanya huduma za hapa na pale kwa ajili ya kumtangaza Kristo Yesu. Kwa hiyo nilikuwa naye pamoja. Kwa hiyo mpaka leo hii amekuwa mtu wa karibu sana mimi, na ana muda mwingi, mara nyingi akifika anajisikia sana tukiwa na mimi. Huwa ninaongea kama rafiki na mdogo wangu kabisa. Najisikia raha moyoni mwangu. Kwa jinsi ambavyo unamuona sasa hivi na jinsi alivyokuwa, tofauti yupo wapi? Pana tofauti kubwa. Kwanza namuona huduma yake imepanda sana. Mungu amemuongeza viwango vya juu. Kwa hiyo ninaona kumpenda Mungu kumezidi, kumeongezeka. Kwa hiyo namuona amekuwa tofauti hata alivyokuwa, kwa sababu naiona huduma, kwa sababu huduma ndio inamfanya mtu aonekane kuwa tofauti. Anapompenda mtu Mungu, lazima Mungu anamuinua viwango kutoka kiwango kwenda kiwango kingine. Kwa hiyo nimeona Mungu amefanya kitu kwake. Na wewe ndio mara ya kwanza kufika kanisa lake hili? Ndio mara yangu ya kwanza. Amenipa mwaliko huu, nilipopata mwaliko huu kwamba kuna miaka 10 ya kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyoyatenda. Kwa hiyo nimeona na mimi ni vema nifike, kwa sababu huyu ni mdogo wangu, ni ndugu yangu, ni mchungaji, rafiki yangu kweli. Kwa hiyo nimeona nifike na mimi nishuhudie matendo Mungu aliyoyatenda kwa ajili ya kazi yake mahali hapa. Na tangu umefika, naamini wamekuzungusha, umeyaona maeneo, umeona ukubwa wa eneo. Natamani kujua kitu gani ambacho unasema mimi nimefika, kuna kitu fulani nimekiona kwa kweli mimi kimenistaajabisha. Pana vitu vingi nimeona hapa vya ajabu ambavyo Mungu ametenda, ambavyo sina budi kumshukuru Mungu. Kwanza nimeona mazingira yenyewe alivyo, utafikiri ni mtu wa miaka 100 aliyekaa hapa. Lakini wakati nikitazama muda aliokuepo hapa ni muda mfupi kuliko ni mambo Mungu aliyofanya kwa ajili yake. Pia nimeona Mungu amefanya kitu cha tofauti sana, kwa sababu maono ni ya mchungaji. Mara popote anaibeba maono ni mchungaji.
kwa maono aliyokuwa nayo nimeona ni maono ya tofauti. Kwanza pamejengwa vizuri, utafikiri ndio maana nimesema utafikiri mtu miaka 100 amekaa hapo. Pamejengwa vizuri, afu nimepita sehemu zingine nimeona kuna miradi ya nguruwe, nimeona si kuku, nimeona kuna mabwawa. Sasa nikawa nashangaa, kumbe Mungu anafanya mambo aliyokusudia juu ya mwanadamu. Kwa sababu tunazungumza na rafiki wa baba, lakini pia yeye ni mchungaji. Alikwambia ni mtu ambaye umeishi naye vizuri, ni mdogo wake. Kwa kweli jana kama ulifuatilia ibada, alikuwa akimtambulisha, yani paka wenyewe wanakumbatiana. Unajua kukumbatiana na nabii, wanakumbatiana. Hii inadhihirisha kwamba kweli hawa watu ni wanajuana na ni wanapendana, ni upendo tu. Je, wewe mwenzangu unapendana na nani? Je, wewe mwenzangu katika maisha yako unaongozana na nani ambaye ukimpigia simu ukimwambia nina jambo langu liko hivi nataka unishauri? Chagua kile kilichokuwa chema, pabaya hapa kuhusu. Pale palipokuwa pazuri ndo pako unatakiwa kwenda. Natamani kufahamu mtumishi wa Mungu, ni changamoto gani ambazo zinawakuta wachungaji mpaka unasema hizi changamoto ukiona mtumishi wa Mungu ameshinda mpaka ameshukuru, basi ujue kuna mahali amefika? Changamoto ni nyingi. Katika utumishi changamoto ni nyingi. Vikwazo ni vingi. Na ni kwamba vikwazo hivi havijaanza kwetu. Tukiwaangalia ndugu zetu waliotangulia, tunakuta walipita kwenye vikwazo hivi. Kwa hiyo tunaona ni vikwazo vya kawaida, ni vingi, siwezi kusimulia vingi. Hasa mtu unapoanza huduma hizi, unapofanya kazi ya Mungu, lazima utakutana na vikwazo. Kwa hiyo nyingi ambazo niseme changamoto ni nyingi sana. Lakini namshukuru Mungu kwamba kila changamoto inapojitokeza, yuko anayetulinda, anayetupigania ni Mungu mwenyewe. Alichokianzisha Mungu, mwanadamu hawezi kukiondoa. Alichokianzisha Mungu, mwanadamu hawezi kukiondoa. Tunaona hata kwenye Biblia, Yusufu pia alipitia changamoto, Ayubu pia alipitia changamoto, Ana pia alipitia changamoto, lakini hawa watu kwa sasa hivi tunawasoma ni watu ambao walipata ushindi na mwisho wao ulikuwa mzuri. Natamani nikukabidhi mic umwambie chochote rafiki yako ambao sasa hivi sisi kwetu tunamuita mtumishi wa Mungu Prophet Uswege Mwaigaga. Umwambie chochote tu, mwambie chochote. Nazungumza, mimi ni rafiki yako. Huku na watazamaji. Kwanza awali ya yote namshukuru Mungu Uswege kwa kazi njema ambayo umeifanya mahali hapa. Nashukuru sana, ni mdogo wangu, ni ndugu yangu, ni mchungaji wangu, ni mtenda kazi pamoja na mimi katika shamba la Bwana. Kwa naomba tu Uswege, jipe moyo, kazi yako ni njema. Kila jambo unalofanya ambalo linamhusu Mungu ni jambo la baraka sana. Naomba Mungu akubariki, akuongeze maarifa. Na nashukuru kwa mwaliko huu ambao nimeupata wa pekee, nafasi ya pekee kufika hapa ulipo. Naomba Mungu tu aendelee kubariki, akuzidishe Uswege. Na watu wengine wajifunze kwa Uswege kwa kazi aliyoifanya mahali hapa. Maana watu wengi siku hizi wana ubinafsi, anataka vitu kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, kwa ajili yake mwenyewe, lakini naona yeye anafanya kwa ajili ya kusudi la Mungu. Kwa hiyo naomba Mungu ambariki sana. Kwa hiyo nafurahi sana kuona haya. Kwa kuwa amefanya kwa Bwana, atavuna kwa Bwana. Kwa kuwa amefanya kwa Bwana, basi na atavuna kwa Bwana. Natamani uwaambie watu ambao wako Mbeya, wanatamani kuja katika kanisa lako, usiwaambie linapatikana wapi, sehemu gani, ili mtu ambaye yuko karibu hawezi kufika, ajue huduma yangu inapatikana sehemu fulani. Mimi ni mchungaji wa kanisa la EAGT Mbalizi pale Mapelele. Kwa hiyo niko pale Mapelele Mbalizi, ukifika stendi unaenda nyuma Tugimbe, unaenda Mbalizi pale Mapelele, ndipo huduma ninapopatikana mimi, na huduma iko pale. Na napatikana kirahisi sana, ukisema tu mchungaji Ndimbwelu, napatikana kwa sababu niko pale kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Mara nyingi kibali cha Mungu hakipotei. Unaweza ukapotea makaburi, ukapotea kitu kingine, lakini kwenye kazi ya kanisa la Mungu haliwezi kupotea hata siku moja. Kwa naomba tu kwamba na wakaribisha watu wote waendelee kumwabudu Mungu, wakaribie pale Mbalizi. Pale pako wazi kwa kila mmoja. Pamejaa amani, hata ukija na vikwazo utacheka mwenyewe. Kwa Bwana ni amani yetu. Wakati unazungumza baba, nimepata kaswali ka uchokozi hapa. Hebu niambie baba, unazungumziaje huduma ya kinabii? Maana kuna wengine wanapingana nayo. Hasa kuna makanisa manabii hapana. Nataka wewe kama wewe unazungumzaje huduma ya kinabii, na hususan kabisa rafiki yako ndo ana huduma hiyo? Mungu, ninachoamini Mungu ndiye anayeweka huduma kwa mtu. Kama Mungu ndiye anayeweka huduma kwa mtu,
huduma yangu niliyoitwa mimi, niliyowekewa na Mungu, siwezi kupinga ya mwingine. Wote tumetoka kwa Bwana. Kwa hiyo siwezi kuzungumza chochote. Anayeweka huduma kwa mtu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ninaamini kabisa kama mtu atasema huduma hii sio ya huyu, hakuna kilichotoka kwa mwingine, wote ni vya Bwana. Inategemea mtu mwenyewe anafanyaje ile huduma yake aliyoitiwa. Nadhani kuna kitu umekipata hapo. Nazungumza na wale ambao mnapingana na huduma ambazo Mungu ameweka kwa watu wake. Heshimu kile ambacho Mungu ameweka. Hata kama ni mwalimu, mheshimu. Ni mwinjilisti, ni mchungaji, ni nabii, ni mtume. Kikubwa tu akupe kile ambacho Mungu amekiweka, akupitishe kwenye zile njia, akufikishe Kanani. Hicho ndio kitu ambacho tunakitaka, kwa sababu hapa duniani tunapita, safari yetu sisi tuelekee. Kwa hiyo ili safari yetu iweze kunyooka, lazima ukutane na mtu ambaye atafanya njia yako inyooke. Kumbuka jina langu ni Ummy Kassim, nyuma ya kamera niko na Richard. Baba, nashukuru sana, Mungu akubariki sana, akuzidishie kwa niaba ya crew nzima ya media, kwa niaba ya uongozi. Mimi ninapenda kukuambia nimefurahi kukuona rafiki wa baba, nimefurahi kufika kwako. Naamini na mimi nikifika huko Mbeya siku moja, japo niliwahi kuja lakini sikuweza kufika, naamini nikija tena, nikifika nitakuja kuwaona wewe pamoja na familia yako nzima. Barikiwe sana. Yesu akubariki. Ninashukuru sana sana sana. Kazi yenu ni njema. Bwana izidishe. Amen. Barikiwa sana baba, na kutakia ibada njema baba. Mtazamaji wa Machileo Online TV, nilikuwa nazungumza na rafiki wa baba kama tulivyotambulishwa jana. Tuliambiwa ukiona simu unapiga inatumika, basi unajua anazungumza na rafiki wake kutoka Mbeya. Mimi sioni jambo la kawaida, kwa sababu ametoka Mbeya, amekuja kuziteka baraka, na sisi tunachukua baraka kutoka kwake. Kumbuka ni mtumishi wa Mungu. Mimi naheshimu mafuta Mungu aliyoyaweka ndani yake. Leo ni siku nzuri sana, siku ya hitimisho, siku ya miaka 10 ya kumshukuru Mungu. Kama unavyoona niko ndani ya kijani pamoja na Gold. Tumependeza. Nitakuonyesha watu walivyopendeza, watu walivyong'aa. Kumbuka kusudi letu ni kusudi la kustawi. Machileo TV, nuru ya neema, mwangaza wa wokovu. Jina langu ni Ummy Kassim, nilikuwa na Richard. Tukutane tena kwenye kipengele kingine.